katika jina la Yesu Kristo, na linaposikika kwa watu wako Bwana, likapate kuwa uzima, likapate kujibu maswali ya watu, likapate Mungu kuinua walioanguka, likapate Mungu kutengeneza njia kwa waliokwama, katika jina la Yesu Kristo. Nasi tunamkemea yule adui muovu, Bwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ambaye ananyemelea huko na huko akitafuta wa kumeza. Walioko ndani yako wamefichwa katika damu yako, na uhai wao upo salama, Bwana. Bali Mungu, tunakemea kila namna ya njama zake ovu ya kunyakua neno lako la uzima na kupanda magugu. Katika jina la Yesu Kristo tunamtenganisha kila moja na mawazo mabaya na kila fikra, Bwana, kinyume na neno lako. Neno lako peke yako likapate nafasi, tukapate kuishi katika hilo. Ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Amen. Amen. Basi nitumie fursa hii kuwasalimu katika jina la Bwana. Na namshukuru Mungu kwa neema hii tena ya kusema neno lake. Bwana asifiwe sana. Katika somo la leo tutajifunza na tutaongozwa na kichwa kinachosema Ukristo, yani sisi wa Kristo ni mbegu katika ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Wa Kristo, nilitaka kusema sisi ni mbegu katika ufalme wa Mungu, lakini kasema kama ni sisi tuko wengi na watu wametofautiana, lakini wale waliomkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, hao ni mbegu katika ufalme wa Mungu. Tutaanza na utangulizi. Katika somo hili tuna sehemu ya kwanza inayosema neno la Mungu, na sehemu ya pili inasema tafakari ya somo au tafakari ya hilo neno la Mungu. Alafu katika hiyo tafakari tutatembelea vipengele A, B mpaka C. Kipengele cha kwanza kinasema mbegu. Kipengele cha pili kinasema ukuaji. Na kipengele C cha tatu kinasema Yesu ni mfano wa udongo mzuri ili tukulie humo. Bwana asifiwe sana. Neno la Mungu ndio uzima, ndio kila kitu katika maisha yetu. Yafaa tulipende sana, na neno la Mungu ni Mungu. Bwana asifiwe sana. Siku moja nilikuwa naangalia, tunamtathmini baba askofu, huwa anahubiri sana. Yaani akisimama hivi anahubiri, hajali, sijui, lakini nahisi anajali sana neno la Mungu. Bwana amsaidie sana. Anaweza akakwambia nimepewa nusu saa, lakini akahubiri masaa mawili. Bwana tusaidie sana. Muangalie Mwalimu Christopher Mwakasegi. Wanaofuatiliaga mafundisho yake huwa wanamuona anahubiri muda mrefu. Msome mtumishi Paulo kwenye neno la Mungu. Alikuwa anahubiri paka usiku na mchana. Kuna mahali alikesha, watu wakaanguka. Alianguka mtu kutoka juu gorofani, akafa. Akashuka akaenda akamfufua. Bwana asifiwe sana. Yaani nikwambie, ukipoteza muda wako kwa ajili ya Mungu, chochote kitakachokufa, njoo hapa kwa Mungu. Mwambie Mungu, nilipoteza muda, nimefukuzwa kazi. Nilikuwa kwa ajili yako, nilikuwa nasema na wewe, nasikiliza neno lako, nimefukuzwa kazi, niko mbele zako. Alafu uone kama Mungu hatakufufua. Bwana asifiwe sana. Yeye ndio chanzo cha uzima wa kila kitu. Unaweza ukachukua kalamu na daftari alafu ukaandika, au ukachukua simu yako ukarekodi, au ukatega sikio vizuri upate kusikia neno la Mungu, kwa sababu ni adimu sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Itakusaidia ukifanya hivyo, ukiwa na tabia ya kuenda
ya kuzingatia itakusaidia wewe kunyakua, kulizingatia, kulishika lile neno na likawa uzima kwako. Yohana ile 1:12 nasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Sasa lazima uwe na uwezo wa kupokea kitu. Unaona? Usiwe tu wa kufurahia. Kuna mwingine anaweza akalisikia tu, akatoka hapo na likawa limepeperuka, akawa hajafanya kitu. Kwa hiyo itakusaidia sana. Na hatimaye neno la Mungu. Neno la Mungu linatoka katika kitabu cha Marko ile sura ya 4 mstari ule wa 30 hadi wa 32. Neno la Mungu linasema katika Injili ya Marko kuanzia ule mstari wa 30. Akasema, tulinganishe na nini ufalme wa Mungu? Au tuutie katika mfano gani? Ni kama punje ya haradali ambayo ipandwapo katika nchi, ingawa ni ndogo kuliko mbegu zote zilizo katika nchi, lakini ikisha kupandwa hukua ikawa kubwa kuliko miti yote ya mboga, ikafanya matawi makubwa, hata ndege wa angani waweza kukaa chini ya uvuli wake. Bwana asifiwe sana. Ni Yesu Kristo anajaribu kuwaeleza wanafunzi wake habari za ufalme wa Mungu. Sehemu ya pili, tafakari ya somo. Katika kifungu hiki Yesu anaonesha ufalme wa Mungu kuwa ni mbegu. Unajua kuna mahali mbalimbali ambapo alikuwa anaeleza ufalme wa Mungu unafanana na nini. Sasa jinsi ambavyo anaeleza, anawaambia watu wapate kuelewa ufalme wa Mungu kupitia uhalisia wa maisha yao. Kwa alikuwa anaonesha maana halisi ya ule ufalme wa Mungu jinsi ulivyo. Lakini kwa kuwa watu wanaijua jinsi ya maisha yao kule mbinguni hawajui, Yesu peke yake ndo anapajua kule mbinguni. Sasa wanamuuliza, ufalme wa Mungu huu ukoje? Bwana asifiwe sana. Ndipo Yesu anatoa mfano, anachukulia mfano wa mazingira ambayo watu wanaishi humo, maana watauelewa vizuri ule ufalme wa Mungu. Lengo ni nini? Wauelewe vema ufalme wa Mungu kupitia mazingira walionayo. Kwa hiyo anasema tulinganishe na nini? Ukisoma katika Ufunuo kwenye ile sura ya 6 kuanzia ule mstari wa kwanza, wa 3 na wa 13 itatutosha kabisa kuwa kielelezo. Anasema, kisha nikaona napo mwana kondoo alipofungua mmoja ya zile muhuri 7. Bwana asifiwe sana. Nikasikia mmoja wa wale wenye uhai 4 akisema kama kwa sauti ya ngurumo, njoo. Angalia jinsi ambavyo kwenye ufunuo wa Yohana, namna ambavyo mambo ya kule anaona mafunuo kule mbinguni. Sasa angalia namna anavyoeleza mafunuo anayoyaona. Anasema nikaona watu wenye uhai. Yeye anajuaje kuwa ni wenye uhai? Maana yake katika maisha anayoishi anajua kuna uhai. Alafu anasema kama ngurumo. Anajuaje ngurumo? Ile kule mbinguni anajuaje ni ngurumo? Ni kwa sababu ameona maisha ya huku duniani. Anasikiaga mingurumo. Kwa hiyo jinsi anapoona kile kitu kule, hata kama kule mbinguni akiitwi ngurumo, ila yeye anakielewa kwa jinsi yake huku duniani. Kwa hiyo anapata kuyaelewa mazingira ya mbinguni kutokana na hali ambayo yeye anaifahamu huku duniani. Ndio maana Yesu anatafakari, anaangalia huku na huku. Alafu anasema kwenye ule mstari wa 30, anasema tulinganishe na nini ufalme wa Mungu? Unaona? Akatafuta akasema sasa ni kama mbegu mfano wake. Kwa hiyo wote tunagundua mbegu ni nini? Ni kitu gani? Anataka kutuambia nini? Ufalme wa mbinguni. Anataka kutuonyesha kwamba una uzima, una uhai. Bwana asifiwe sana.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kipengele A. Mbegu ni zao la kitu halisi. Ni zao la kitu halisi. Sasa kuna wale wametafutaga kati ya kuku na yai kipi kilianza. Labda leo kwa neema ya Mungu mtapata jibu, si ndio? Kimwinua hapa moja moja, kati ya kuku na yai kipi kimeanza? Wewe atasema yai. Kwa nini? Kwa sababu ndio linatotoa kuku. Wewe atasema kuku. Kwa nini? Kwa sababu ndio anataga yai. Hata wewe ukifikiria, unajua, unaweza kaona ukasema sasa kuku anataga yai. Lakini ndani ya yai kuna kuku. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini ukitaka kujua mfano wa rahisi kwa kuepuka huo msongamano, muangalie mzazi na mtoto, alafu utajua ni nani anamzaa mwenzake. Bwana asifiwe sana. Ni nani anamzaa mwenzake? Alafu sisi ni watoto wa Mungu. Maana yake moja kwa moja sisi tumezaliwa na Mungu, si ndio? Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mbegu ni zao la kitu halisi. Yaani lazima kuwe kuna kitu halisi, alafu ndio kinatoa kitu kingine. Hiyo ndio inaitwa mbegu. Na Mwanzo ile sura ya kwanza mstari wa 11, Biblia inasema, angalia jinsi Mungu alivyoumba. Mstari wa 11 katika kile kitabu cha Mwanzo. Mungu akasema, nchi na itoe majani, mche utoao mbegu, na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake. Kwa hiyo wewe hapo, jinsi ulivyo unaweza kuzaa matunda kwa jinsi yako. Bwana asifiwe sana. Unaweza kutoa mbegu kwa jinsi yako, ndivyo Biblia inavyosema. Sasa mbegu hupandwa. Bwana asifiwe sana. Ndio ambacho tunataka tuone. Mbegu, ukishasikia mbegu huwa haitokei kwa ajili ya kitu kingine. No, mbegu ni kwa ajili ya kupandwa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo upandwa kwa taraja fulani. Unapokuwa umepanda machungwa, unatazamia kupata matunda yanayoitwa machungwa. Na unapokuwa umepanda mwembe, unatazamia kupata mwembe. Kwa hiyo jinsi apandacho mtu ndicho atakachovuna. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo lazima ujue mbegu ina kusudi ya kitu. Hupandwa, lazima ipandwe. Bwana asifiwe sana. Na ndivyo ilivyo sisi kama Wakristo, ni mbegu katika ufalme wa Mungu. Maanake Mungu ametupanda akitazamia tutamzalia kitu cha jinsi yake. Kwa mfano, karama ya Mungu ni mbegu katika maisha yetu. Kwa nini? Kwa sababu unapokuwa umebarikiwa, jambo lolote linafaa litumike katika kujenga ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ile karama katika ufalme wa Mungu ni mbegu. Waefeso ile sura ya 4. Mtu anifungulie Waefeso sura ile ya 4. Ule mstari wa 11 na 12. Haukuwa umepandwa au haukuwa umeota bila kusudi. Kuna kusudi la Mungu kwenye ile mbegu ambayo ameipanda. Na ndio Yesu anatuambia ufalme wa Mungu umefanana na nini? Na kama mbegu. Anataka sasa kutuonesha namna ambavyo sisi tunakuwa na uzima na tunavyoweza kuwa faida. Efeso 4:11 na 12, aliyepata tafadhali. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Endelea. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma
litendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Amina. Unaona Sasa wewe usije ukaja kudhani kitu ulicho nacho ni kwa faida yako wewe, unakitumia unapojua wewe, unaamua unapotaka wewe. Ukitambua tu ya kwamba hii ni neema ya Mungu, lazima utambue ni kwa faida ya ufalme wa Mungu. Wewe ukiwa ndani ya ufalme wa Mungu ndio utapata tuzo yako. Bwana asifiwe sana. Wewe utalipwa na Mungu. Maana Mungu ndo amekuweka wewe kama mbegu na yeye ndo anayevuna kutoka kwako. Uwe ni nani, unaimba, uwe unahubiri, uwe unajua kutia moyo watu, uwe unajua kuomba, unajua kufanya chochote kile, ukitambua kuwa ni karama ya Mungu, Biblia inasema ni kwa ajili ya kuwakamilisha watakatifu, mwili wa Kristo uweze kujengwa. Upo kwa ajili ya mwenzako aimarike, aweze kuishi pamoja na Mungu, na ndivyo ambavyo itakuwa furaha kwenu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ni moja ya mbegu. Alafu neno la Mungu pia ni mbegu. Ukisoma katika Luka ile sura ya 8 mstari wa 4 utaona. Na hii tutaenda kuisoma mbele. Lakini pia tabia njema au mbaya ni mbegu. Biblia inasema katika Wakorinto wa pili ile sura ya 9 mstari wa 6 na 15, unaweza kuandika ukaenda kusoma. Hivyo ni ambavyo sitavipitia kwa jinsi ambavyo Mungu aliniongoza. Kwa unaweza wewe ukaandika ukaenda kusoma, hakuna kipengele ambacho hakikuwa na maana au hakikuwa kidogo. Utaenda kuona na unaweza ukaongeza zaidi. Kwa hiyo tabia yako ni mbegu. Kuna siku itazaa matunda. Na elewa, neno la Mungu linasema huwa inatoa mbegu kwa jinsi ya kitu. Kwa jinsi ya kitu. Kwa hiyo hapo kuna mambo mawili. Moja, kiini, lakini pili, kile ambacho kinazaliwa. Bwana tusaidie sana. Na ndiyo maana tunatakiwa kuwa makini sana katika maisha ambayo tunaishi. B, ukuaji. Kama ni mbegu yenye hali ndogo sana na lengo ni kuwe izae, kwa mbegu au kitu chochote chenye uhai, sifa yake kubwa ni ukuaji. Inaweza kuwa ni upumuaji, inaweza kuwa ni kufa. Tulisoma huko shuleni sifa za kiumbe hai. Sifa za kiumbe hai. Lakini jambo kubwa ni ukuaji. Maana kile kitu kinatoka katika hali ndogo, lengo kifikie hali kubwa ya kuzaa matunda. Hilo ndio lengo kubwa sana. Kwa unapozaliwa ujue ya kwamba ni ili ukue. Hiyo ndio sifa kubwa ya kiumbe hai, lazima kikue. Kukua ni kupitia mapito. Ni kupitia hatua fulani zinazoweza kukuimarisha, kukujenga au kukubomoa. Ndio maana nimesema kwenye hii sehemu ya nyuma, tabia. Unaweza ukawa unaishi maisha yanakujenga au yanakubomoa. Yote hayo unayakuta kwenye ukuaji. Kwa hiyo ukuaji wako ni jambo la msingi sana. Ni jambo la msingi sana. Ni hali ambayo mbegu hupitia kufikia hatima. Hiyo mbegu haitafika hatima bila kupitia ukuaji. Bwana atusaidie sana. Kwa sisi kama mbegu kwenye ufalme wa Mungu, tujue hilo. Tunapitia hatua mbalimbali kwa ajili ya ukuaji. Kwa ajili ya ukuaji. Ili tuwe katika hali inayokusudiwa. Kwa hiyo kama we ni mdogo, usiogope. Utakuwa. Sema amina. Lakini labda wanakudharau kwa kuwa ni mdogo. Hiyo ni hali. Baadaye utakuwa mkubwa. Ndivyo Biblia inavyosema. Tumesoma pale. Anasema ile mbegu ikakua na kuwa mti mkubwa kupita zote. Bwana asifiwe sana.
Kwa Mkristo lazima ukue. Ukiona mtoto anafundishwa kila siku haelewi, anaambiwa anafundishwa kutambaa, huyo mtoto hatembei. Mwaka wa kwanza, wa pili hatembei, huyo ana shida. Sema shida. Kwa nini? Kwa sababu kila jambo na wakati wake, Biblia inasema. Kwa hiyo katika ukuaji utapitia hatua na hatua. Wewe huwezi kuwa unarudia darasa la kwanza kila siku. Utakuwa una shida. Lazima ufike. Kwa nini? Kwa sababu ndio lengo la kuzaliwa. Lengo la kuzaliwa ukue. Ukue kwa jinsi ya kile kitu. Uzae matunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Wagalatia sura ya 4 mstari ule wa kwanza. Lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wowote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote, bali yu chini ya mawakili na watunzaji, hata wakati uliokwisha kuamriwa na Baba. Kadhalika. Amen. Hapo angalia namna ambavyo athari ya ukuaji ilivyo. Ukiwa mdogo, usipokuwa huwezi kufanya jambo lolote katika maisha yako. Lazima utarajie kukua, maana hata mrithi kama ni mdogo hafai kitu, yeye anaambiwa fanya hivi, anafanya, nenda hivi, anaenda, hana mamlaka. Ila ukishakuwa unaweza kufanya jambo. Bwana tusaidie sana. Kwa ukuaji ni jinsi muhimu sana katika maisha yetu, na ndivyo inavyosema hata katika Wakorintho wa kwanza ile sura ya 13 mstari wa 11. Kwa hiyo ukuaji ndio unaoleta hatima ya kitu. Kwa angalia sana njia zako katika ukuaji. Kwa nini? Kwa sababu katika ukuaji ndio mambo huwa yanazaliwa. Ndio maana unaambiwa mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iache hata atakapokuwa mzee. Anasema umlee mtoto katika njia inayompasa. Ile ni kitendo cha mapito katika maisha ya yule mtoto. Atapitia vitu. Kwa hiyo kama atapitia vitu visivyompasa, maana yake hatima yake itakuwa ni mbaya. Bwana tusaidie sana. Hatima yake inaweza kuwa ni mbaya. Lakini akilelewa katika njia inayompasa, huyo mtoto hatima yake itakuwa ni nzuri. Maana yake utapata matunda yale yapasayo. Unaweza kupitia changamoto mbalimbali, lakini zikakujenga. Kwa nini? Kwa sababu katika zile changamoto zinaweza kukufanya wewe uwe imara. Bwana tusaidie sana. Na unaweza ukapitia mambo mazuri lakini yakakuharibu. Kwa kitu cha kuangalia ni njia ikupasayo. Haijalishi jambo linakuja kwa picha gani. Wewe ujue ni katika hatua ambazo zitakuimarisha, ambazo baadaye wewe utakuwa kitu fulani, na ni lazima upitie vile vitu. Bwana asifiwe sana. Na ukienda katika ofisi zingine unaulizwa una uzoefu gani? Yaani kwenye hiyo kazi utashangaa wanataka uzoefu. Kwa nini? Wanajua kupitia ule uzoefu kuna vitu umevipitia vimekujenga. Kama ile kazi umefanya miaka 3, wanakuambia sisi tunataka mtu mwenye uzoefu wa miaka 5. Kwa nini wanaangalia hicho? Wanataka uweze kuwa imara. Yaani wao wanataka yale ambayo tayari umesha ya kulia. Kama bado anajua huyu bado ni mdogo, huyu ataharibu kazi. Hawezi. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo ukuaji wetu ni muhimu sana katika matunda. Katika somo hili sisi kama mbegu, kipengele C kinasema Yesu ni mfano wa udongo mzuri.
ili tukue humo. Bwana asifiwe sana. Sisi kama mbegu, na katika hali ambazo tutapitia tukiwa katika Yesu Kristo, ni njia itupasayo, ni njia itupasayo. Tunaweza kukua vema humo. Bwana asifiwe sana. Luka sura ile ya 8 tutasoma mstari wa 5. Mpanzi alitoka kwenda kupanda mbegu zake, naye alipokuwa akipanda, nyingine zilianguka karibu na njia, zikakanyagwa, ndege wa angani wakazila. Nyingine zikaanguka penye mwamba, zilipoanza kumea zikakauka kwa kukosa rutuba. Nyingine zilianguka katika miiba, na miiba ikamea pamoja nazo ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikamea zikazaa, 100 kwa 100. Alipokuwa akinena hayo, alipaza sauti akisema, mwenye masikio ya kusikilia na asikie. Bwana asifiwe sana. Hapo walikuwa akionyesha mfano wa mbegu ambazo zimepandwa, akatolea mifano mbalimbali jinsi ambavyo baadhi ya mbegu zilipandwa si katika udongo mzuri na hazikuweza kukua na kuzaa yale matunda, lakini mbegu iliyopandwa kwenye udongo mzuri ndio ambayo iliweza kuzaa matunda. Bwana asifiwe sana. Na kwenye ule mstari wa 11 anasema, na huo mfano maana yake ni hii: mbegu ni neno la Mungu. Mbegu ni neno la Mungu. Ndicho ambacho tulizungumza tangu mwanzo. Kwa hiyo maisha yetu, ili kusudi yaweze kukua na kuzaa matunda, lazima yakue katika njia ipasayo, kwa ajili ya kuleta faida katika ufalme wa Mungu. Sasa unaweza kujitathmini, aidha katika familia yako wewe umeijenga ama umeipanda wapi? Wengine familia zao zinamuhimili nje na Yesu Kristo, lakini wakitarajia matokeo fulani. Wengine mali zao, aidha kazi, kama haipo sawasawa na kusudi la Mungu, lazima ujitathmini, kwa sababu hiyo sio mbegu iliyopandwa kwenye udongo mzuri. Ni kweli yamkini unapata faida na huwezi kuacha hiyo kazi, na labda pengine hiyo ndio unaona inakusaidia, ni ya mwisho, lakini neno la Mungu linasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemea akili zako mwenyewe. Kwa lazima uangalie neno la Bwana linasema nini. Kupata hasara kwa shetani ni bora kuliko kupata hasara kwa Mungu, na faida kidogo kwa Mungu ni bora kuliko faida kubwa kwa shetani. Bwana tusaidie sana. Lazima tutazame namna ambavyo tumepanda maisha yetu, au jinsi ambavyo maisha yetu yamepanga. Ikiwa ni katika udongo mzuri, basi tuwe na taraja la kupokea hatima njema katika maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Ile sura ya 8 ndivyo ambavyo inatuonyesha huwezi kukua, huwezi kuendelea, utasongwa, utakosa rutuba kwingine. Yani kunaweza kukufurahisha tu, lakini hakutakupeleka kwenye hatima. Hakutakupeleka. Bwana tusaidie sana ya kwamba maisha yetu yawe yamepandwa kwenye udongo mzuri, tuweze kumzalia Mungu matunda yapasayo katika ufalme wake. Basi Mungu alibariki neno lake kila tunapolisoma na kulisikia ama kuliona, na kutubariki sote pia
ili kusudi tunapolipokea liwe mbegu njema katika maisha yetu na limzalie Mungu matunda yapasayo. Tuombe. Mfalme wa mbinguni, asante sana kwa neno lako la uzima. Tunatetemeka na kunyenyekea mbele zako tunaposikia sauti yako, kwa sababu ni sauti ya Mungu mkuu sana, na tunakushukuru kwa ajili ya kusema na sisi ambao tu ni watu ambao tu Bwana tumejawa na kila namna ya hali mbaya za dunia hii, lakini Mungu kwa upendo wewe unasema na sisi. Lengo lako Bwana kutusaidia. Basi Mungu, tunaomba neno lako likawe ni msaada kwetu. Mungu, ikawe ni mbegu njema katika maisha yetu. Tangu leo tukapate kukua kwenye rutuba yako, tukalishie neno lako ili kusudi tukapate kuwa na matunda yapasayo katika ufalme wako. Tusizongwe wala Mungu kuenenda kwa jinsi ya dunia hii isiyofaa, ambayo mwisho wake ni mauti, bali Mungu tukashikamane sana na mapenzi yako ambayo mwisho wake ni uzima wa milele. Sante Mungu, na tunalibariki jina lako katika jina la Yesu Kristo, na kila mwenye pumzi ya Mungu seme amen. Amen. Mungu awabariki sana. Amen.